Kila safari huanza na hatua moja, lakini baadhi ya safari huanza na kusudi. Kusudi la kugusa maisha, kusudi la kupeleka matumaini, kusudi la kupeleka upendo. Hii ni safari ya kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama kuelekea mkoa wa Kagera. Karagwe, we are coming! Na nguvu na afya. Baba, nakushukuru kwa kulimli jina lako. Asante sababu ya uaminifu wako na upendo wako. Mwanamke ni madhabahu. Sisi wanawake wa kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama tunamshukuru Mungu ametupa neema kwa ajili ya kumtolea Mungu katika eneo la madhabahuni na watumishi wa Mungu waliokuwepo kule Bwela. Mungu ametupa neema, tumeweza kununua joo kwa ajili ya mchungaji. Ametupa neema ya kununua majoo kwa ajili ya mwinjilisti. Ametupa neema ya kununua vyombo vya kushiriki, mishumaa, vitambaa vya kupamba madhabahuni. Lakini kitu kingine ambacho tumeenda kufanya, tutengeneza madhabahu pale Bwela. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiki kitu ambacho Mungu ametupa hiyo neema ya kufanya hichi kitu. Mungu ni mwema. Tunamshukuru sana. Asante kwa kila mwanamke ambaye amenyoosha mkono wake kwa ajili ya hii sadaka. Mungu akawabariki vizazi hata vizazi, pasiwepo na ukaufu siku zote. Familia zenu zikawe kama ni mti kando kando ya mito ya maji. Mungu awabariki. Asanteni wote. Amen. Tutaendaje tusipopelekwa? Tunamshukuru mchungaji Dr. Eliona Kimaro, washarika, wapenzi wa kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama na wadau wote wa kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama mnaoshiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama inafikisha ujumbe mahali pasipofikika na mahali panapofikika katika nyakati zote. Tulifika Morogoro na tukapata pia muda wa kupokelewa na washarika wa usharika wa Makola Morogoro, ambao pia tulipata nafasi nao kwa muda mchache wa kufanya maombi na kupumzika kwa ajili ya kuanza safari tena, hatua nyingine ya kuelekea katika mkoa wa Shinyanga. Tukikumbuka nyumbani Yerusalemu, kama mitume wengi walisimama wakitetea imani hata mauti, wakisema wazi heri kufa na Yesu kuliko raha kitambo. Wewe unasemaje? Kama mitume wengi walisimama wakitetea imani hata mauti, wakisema. Napo tulipofika katika mkoa wa Shinyanga, tunawashukuru sana. Tunashukuru Dayosisi ya Shinyanga, nayo pia pamoja na washarika walikuwepo wakitupokea makao makuu. Tulipokelewa kwa mapumziko ya muda mfupi. Baada ya dakika kadhaa tukajiandaa tena na safari nyingine ya kuelekea Karagwe. Hili sio jambo sasa la usharika, ni
naomba nisimamishe wawili. Upande wa wanawake mkongwe kuliko wote na upande wa wanaume mkongwe kuliko wote. Huyu ana miaka 36 na nusu kwenye kwaya. 36 na nusu kwenye kwaya. Pamoja na yeye naomba niwasimamishe dada Eliwinjuka, mkongwe mwingine. Ndio wimbo wake huo. Mwalimu Modest tena. Unaweza yeye, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Amen. Kama Mathayo alipokuja kwenye mikono yake, pesa za mataifa na utajiri wa mataifa unamjilia. Anayeamini aseme amen. Amen. Watu kutoka kaskazini na mashariki wakamjilie yeye, kwa sababu ulisema wazi kwamba utajiri na heshima viko kwa wewe tunayekutumikia. Amtajirishe kwa utajiri utakaompa heshima kwenye ndoa yake, kwenye utumishi wake, kwenye ukoo wake. Mungu, hizi 10,000 zikalete madola, zikalete euro kupitia kazi yake ya tiba lishe anayotumika kuwatibu watu wako ambao umewaumba kwa mfano na sura yako. 10,000 zitakuja laki, zitakuja milioni, zitakuja mamilioni kwa utukufu wa jina la Yesu. Tunaomba na ndivyo itakavyokuwa. Amen. Yeye nenda na hii hela, aweke kwenye hela zako, utafanikiwa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama tuko safarini kutokea Dar es Salaam, tunaenda misioni Karagwe. Ninaomba tujue namna watumishi wanavyojisikia, watuelezee kuhusu safari. Tuko na mtumishi wa Bwana, mzee wa kanisa, tumeambatana naye Sanga. Tunaomba utuambie unaionaje safari kutoka Dar es Salaam, tumepita Shinyanga na sasa unaionaje safari? Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba hadi dakika hii tuko salama, tunasafiri salama. Ni safari ambayo kwa kweli kwetu ni njema sana, kwa sababu kupitia safari mara nyingi tunaidumisha umoja na mshikamano wetu. Tuko barabarani, tunashukuru madereva wako safi, tunaendelea nao vizuri. Lakini pili, wanakwaya kila mmoja na hamasa ya kwenda kufanya umisioni na udiakonia kwenye diocese ya Karagwe kati ya kesho na kesho kutwa Jumapili. Kwa hiyo kila mtu mioyo yake na shamla kwenda kumtumikia Mungu, ikiwemo mimi pia na shamla. Kumbuka pia nimeacha vikao vinavyoendelea, lakini nimeona nipate nafasi angalau ya siku hizi 2-3 kwenda kushirikiana na kwaya ambayo naitumikia, kwa Uinjilisti Kijitonyama. Kwa hiyo tunafurahi na tunaona ni jambo jema kwetu kutenga siku kadhaa katika mwaka kwenda kumtumikia Mungu. Sawa, asante sana Festo. Lakini hii ni mara yako ya ngapi kusafiri kwenda Karagwe kwa ajili ya hiyo huduma? Kwa Karagwe kwa sababu kwa imesafiri mara 3. Mimi ni safari yangu ya pili. Mwaka jana nilikosa kutokana na fahamu kwamba mwaka jana tulikuwa na mchakato wa uchaguzi, kwa nilishindwa. Lakini mwaka huu ni mara yangu ya pili, tunaenda Karagwe. Na kwa kweli wana Karagwe ni watu wema sana, ni watu wakarimu sana. Lakini kinachofanyika Karagwe natamani kingeigwa na maeneo mengine. Ni ama bati liende na mtu au mtu aende na bati. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kimejikita katika kitabu cha Hagai ambacho Mungu anasisitiza kwamba ni heri mtu kujenga nyumba yake kuliko kiacha kukaa katika uharibifu. Katibu, tunaomba utuambie unajisikiaje na safari, pole na maandalizi ya safari. Asante, Mungu ni mwema. Safari ni njema, tumeenda kwa kadiri ambavyo tumejipangia, lakini tumeona mkono wa Mungu. Tukutane Karagwe, hakika Mungu atatukuzwa. Asante sana. Na kujiandaa na huduma, tumejiandaa vizuri na huduma.
tunatamani tukamtumikie Mungu, tukawaone wahitaji. Huku ndani tunahubiri, tunafundishana. Kwa tukirudi wengine tuliokuwa tunakuwa tumepona. Karibu dada Irene. Asante sana, namshukuru Mungu nimepata kibali na neema ya kusafiri. Hii ni safari yangu ya kwanza kwa upande wa Karagwe. Kwa kweli namshukuru Mungu na enjoy. Nakuitae, ninawaita watu wa Mungu. Nakuitae, ninawaita watu wa Mungu. Mtu bati mtu ni wito wa Kimungu. Mambo mengine mtasikia baadaye. Hawa ndio masolo wa wimbo wetu. Tutakwenda kuimba, tutaimba nyingi, lakini tuna wimbo wetu maarufu mtu bati mtu. Karibu muwezeke pamoja nasi. Mungu ni mwema, alitufikisha Karagwe salama siku ya Ijumaa, na baada ya kufika tukakuta wenyeji wetu wakiwa wapo wakitusubiria na kutupokea. Tunawashukuru sana wenyeji wa Karagwe, hakika tumeuona upendo wenu. Tumeona namna ambavyo mmetupokea kwa furaha, mmetupokea kwa ukarimu. Mungu awabariki sana. Siku ya leo tarehe 23 tumeamkia maeneo ya hapa tuseme Rukajange. Kama unavyoona pale pameandikwa Rukajange, tuko maeneo haya ya Rukajange. Tunakutana kwa ajili ya kwenda kufanya udiakonia maeneo mbalimbali ikiwemo Bwera. Nipende kuambia washarika tunashukuru kwa sadaka zenu mmetupatia ambazo tunaenda kuziwasilisha maeneo mbalimbali ya misioni kimu kwenye familia za nyumba kwa nyumba na hata huko Bwera katika usharika wetu ambao tuliuanzisha na tunaenda kumalizia. Nishukuru sana, kaeni hapo, stay tuned kwa ajili ya kuletea matukio mbalimbali. Karibu sana. Sifa kwako Bwana wangu Yesu. Oliva, next time tutakuwa pamoja na wewe. Tumekumisi sana. Sana jamani Oliva. Oli, my friend. Safari yao Shinyanga tutakuwa pamoja. Yes, na ameshapona kwa jina la Yesu. Amina. Safari hii si kuhusu kufika Kagera tu. Ni kuhusu kuwafikia watu. Ni kuhusu kwenda pale ambapo kuna macho yanayotafuta matumaini. Ni kuhusu kufikisha ujumbe kwamba bado kuna upendo. Kwamba bado kuna watu wanaojali. Kwamba bado kuna watu walio tayari kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kugusa maisha ya mwingine. Nashukuru sana, Mungu awabariki.
hapa Karagwe. Hii ni mara yetu ya 3. Mara ya kwanza tulikuja tukaenda kufanya uinjilisti Masheshe, katika usharika wa Masheshe. Kule tulifanikiwa kujenga kanisa, lakini tena Mungu alituita kwa mara nyingine tena, nako tukaanza msingi katika usharika wa Bwera. Na mara hii ya 3 tulivyokuja, boma limeanza kuinuka. Na nichukue nafasi hii kwanza kwa niaba ya mchungaji Dr. Eliona Kimaro kuwashukuru washarika wote kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, ambapo pale tulisogea mbele yenu kuwaomba michango na kuwaomba sadaka, mkaitoa, na sadaka imezaa matunda haya kama mnavyoona. Tulikuwa hatua ya msingi, sasa jengo limeanza kuinuka. Kanisa hili hapa Bwera ni jambo kubwa mbele za Mungu, ni jambo kubwa na ni sadaka ambayo kwa kweli inagusa moja kwa moja eneo la misioni. Watu hawa walianza katika uchache, na tunaona tulivyokuja leo idadi ya watu imezidi kuongezeka. Tafsiri yake ni kwamba kiu ya watu kupata habari njema za Yesu Kristo ni kubwa, lakini eneo la kuabudia limekuwa ni changamoto. Mnaweza mkaona tuliofikia na nguzo zinainuka, kwa maana kuta zinainuka, lakini bado kuna uhitaji ili jengo liweze kufunikwa lote. Tuna uhitaji wa zaidi ya milioni 35. Kwa tuko mbele zenu kwa niaba ya kamati ya maandalizi, lakini pia kwa niaba ya mchungaji Dr. Eliona Kimaro kuwaomba washarika wote na wote ambao mnafuatilia haya mahali kwamba mtuunge mkono na muunge mkono kazi ya uinjilisti na kazi hii ya umisioni kwa kutoa sadaka, ili tuweze kufunika ile eneo. Mvua ikija na jua likipiga, watu wetu waweze kupata, watu wa Mungu waweze kupata eneo la kufanyia ibada. Kwa hiyo tunawaombeni sana. Hadi sasa eneo la kufanyia ibada imekuwa ni changamoto kwao. Tunawaomba sana washarika, msichoke. Kazi ya misioni, twendeni tukaipeleke injili mbele, twendeni tukatangaze neno la Mungu kwa kutoa sadaka kwa ajili ya watu wa Bwera. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na asanteni sana. Bwera inakuwa, Bwera inasonga mbele. Tunaamini tukirudi wakati mwingine Bwera itakuwa ni ya tofauti sana hapa Karagwe, na tunashukuru sana kwa wote ambao mnaendelea kusupport. Tutakabidhi deposit slip ya benki ya shilingi milioni 9. Mbali na sadaka zote ambazo washarika na wapenzi mmetutuma, lakini pia kwaya ya uinjilisti Kijitonyama iliona ni vyema kuipamba madhabahu. Hivyo tumefanikiwa kutoa sadaka ya vitu vifuatavyo: vitambaa, seti ya vitambaa vya madhabahuni, mishumaa pamoja na stendi zake 2. Mungu alitupa neema ya kutengeneza viti kwa ajili ya watumishi, viti 2 pamoja na cha kupigia magoti, na tulitoa sadaka ya kanzu ya mwinjilisti pamoja na kanzu ya mchungaji. Hivi vitu vyote tulivikabidhi katika usharika wa Karagwe.
Leo tarehe 24, watu wa Karagwe wanasema ni siku ya mtu bati bati mtu, na mwaka huu wamekuja na msemo unaosema mtu bati bati mtu hatuchoki, yaani hatuchoki kumtolea Bwana. Kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama tumepata neema ya kushiriki katika awamu hii ya 3. Hatutachoka kumtumikia Mungu. Nasi pia tuko katika kupokea hizi baraka. Tumepewa neema hii, nasi tumekuja na mabati. Mungu ametupa baraka, lakini ametupa neema ya kushiriki na kumtolea Mungu mabati. Tumetoa mabati ambayo ni zaidi ya 100. Sio kwaya ya Uinjilisti, bali ni pamoja na nyie wote mlioshiriki katika kumtolea Mungu sadaka ya kumjengea nyumba yake. Mungu awabariki kila aliyeshiriki katika kumwezekea Mungu madhabahu yake. Ukabarikiwe asubuhi, mchana na usiku. Mungu akakutane na mahitaji yako. Tunawaombea sana na tunawashukuru sana kwa kuwa nasi nyakati zote. Wana wa Karagwe wanawashukuru, wana wa Karagwe wanawaombea. Mungu awabariki.